Amen. Basi naomba uketi kama mfalme katika jina la Yesu. Somo letu linasema akili ya mwanaume aliyefanikiwa. Akili ya mwanaume aliyefanikiwa, millionaire mindset. Sasa nijaribu kutafuta neno la Kiswahili, nikamuuliza mke wangu kama baba yetu alivyokuwa anatufundisha hapa. Bwana wanapenda pia kumuuliza ushauri, wakaka kaniambia akili ya mwanaume aliyefanikiwa, ndio akanipa tafsiri ya millionaire mindset. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kuangalia kwenye mifano ya kibibilia ya watu waliofanikiwa. Takupatia hiyo mifano ya kibibilia, wafanyabiashara wakubwa waliofanikiwa katika Biblia. Lakini kwa ufupi naweza nikakupa background yangu kidogo. Kwamba mimi sikustahili hata kusimama hapa mbele yako leo. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka siku moja tu nimekumbuka, nilikuwa wakati fulani nilikuwa naongea na mtumishi wa Mungu hapo, mwenyekiti mstaafu, wakati tunakunywa chai. Wakati fulani nilikuwa katika mahangaiko ya kutafuta na wakati huo sijaokoka. Nilikuwa poli moja, nilienda poli moja, tulikuwa tunaendaga poli moja Geita, linaitwa Shabaka. Ni poli ambalo wanavuna ambao, lakini wakati ule nakumbuka kwa wanavuna ambao isivyo kufuata sheria. Na wakati huo nikiwa natoka kule, nikiwa polini kule, nimemsindikiza rafiki yangu atoke polini aende mtauni. Wakati mimi narudi kumshusha na baskeli, sasa narudi polini kule kwenda kwenye mbao walikokuwa na chana. Nikiwa nasukuma baskeli njiani kwa mguu kwenye kama kimpando hivi, ikatokea wakati nasukuma taratibu hivi baskeli, ghafla ikatokea yule cobra, yule nyoka, yule tunaita cobra, yule nyoka yule ambaye akikugonga sasa hiyo unakufa. Nikiwa na urefu wangu huu, yule nyoka alisimama akanizidi mimi urefu, afu akaniangalia straight kwenye macho yangu. Mimi nikatetemeka tu hivi, baskeli ikadondoka hapo. Na akaniangalia straight na sikuweza kufanya chochote. Kama sekunde moja, afu akarudi, afu akaishia akakimbia huko polini. Kwa hiyo nakumbuka niliporudi pale kwa wale wachanaji ambao nikawasimulia, wakasema wewe una Mungu, kwa sababu huyo nyoka ameshaua watu kama 6 huko polini. Kwa hiyo umekutana naye akakutizama afu akarudi. Sasa hivi karibuni nilivyokuwa nikiendelea kujifunza maneno ya Mungu, ndipo siku moja Roho Mtakatifu akanisemesha, akaniambia, unakumbuka wakati ule ulikutana na nyoka na hukuzuru? Unajua alikuwa alisimama straight hapa. Kwa hiyo akasema Mungu alikutunza kwa sababu alikuwa na kusudi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kutokea wakati ule mpaka sasa namshukuru Mungu kwa ajili ya uzima wake na amekuwa akinifanikisha. Nina project kidogo ambavyo nilikuwa nikifanya. Nina project inaita Nunua Dubai e-commerce. Ni kampuni ambayo nimeisajili, inafanya mambo ya sourcing from Dubai na kutoka China na nchi zingine. Nilianza tu kama utani, lakini sasa hivi inaendelea vizuri. Kuona mshukuru Mungu kwa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine wananijua nafanya mambo ya IT na software, hizo nafanya, lakini focus yangu mimi iko kwenye marketplace ambayo inaitwa au e-commerce wengine wanasema. Kwa hiyo ndio focus ambayo iliyoko, ambayo inahusiana na mambo ya logistics na delivery na vitu vingine. Kwa hiyo in short, Bwana Yesu mimi amenitoa chini na nimekuwepo hapa Bethel tokea 2003 Disemba. Nimehudumu katika CS, nimehudumu katika idara ya CS nafikiri kwa muda mrefu zaidi, karibia miaka 10. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu amenisaidia na nimetoka huko. Nilianza kuwa nilianza kutumika katika kampuni kama mlinzi. Nimelala huko nje, hizi mvua zilikuwa zinaninyeshea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu akiniambia kwamba pesa zipatikani,
tutajifunza hapa, nitakuonyesha jinsi gani unaweza kupata pesa. Mimi haso zote nimezipitia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni short, Mungu ameniinua kwa viwango hivi nilivyo, na namshukuru Mungu na kumtukuza katika hii nafasi, position iliyopo sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu usisubiri mpaka upate mabilioni ndio mshukuru Mungu. Hata ukipata 100,000 unamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa somo la leo tutakuwa na vipengele kama 5 hivi au 6 tutavipitia. Lakini kipengele cha kwanza nataka tujifunze kuhusiana na lengo kuu au vision. Au unaweza ukasema lengo kuu inaweza kuwa your chief aim. Yaani lengo lako kuu ni nini katika maisha kama mwanaume? If you have a mission, you will always have motion. Unaweza ukasoma katika Yoeli sura ya 2 mstari wa 2 mpaka 7. Mwanaume mwenye maono anakuwa amelenga au anakuwa na focus, anajua anapokwenda na chochote anachokitaka anakipata. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa ni mwanaume ambaye unataka kubadilisha uchumi wako, lazima uwe na focus. Lazima ulenge kwamba ni wapi unataka kwenda. Kwa hiyo focus ni muhimu. Ukisoma ile Yoeli 2:7 utasikia pale maaskari wamepangana kwamba hawazivunji zile safu zao. Sasa hiyo inatufundisha kwamba wewe ukiwa na lengo kuu lazima ufanikiwe. Kwa hiyo huwezi kufanikiwa kwa kuwa na lengo kuu kichwani. Lengo lazima uliandike, liwe kwenye karatasi. Na ukishaliandika ndio unaweza ukalitimiza. Kwa hiyo kufanikiwa unahitaji kuwa na lengo kuu, chief aim moja tu. Unahitaji kuwa na malengo mengi ili ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome Mathayo sura ya 6 mstari wa 22. Mathayo 6 mstari wa 22. Nitaruhusu maswali pia kama dakika 10 hivi nitakuwa na mchango wa maswali. Mathayo 6, taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi mwili wako wote utakuwa na nuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Biblia inasema taa ya mwili ni jicho? Kwa sababu ya kulenga. Yaani kwamba lazima utizame kitu kimoja tu ili uweze kufanikiwa. Uwezi hata sasa nikikwambia angalia juu na jicho lingine liangalie sehemu nyingine, uwezi kuangalia juu afu na jicho lingine yote macho yanaangalia juu. Yaani jicho lako huwezi kuangalia tofauti. Kwa hiyo ukiwa na lengo una focus. Yaani unakuwa unalenga kitu kimoja tu. Ni sawa na simba anapofukuza mnyama, anafukuza mnyama mmoja tu. Hawezi kuwa anafukuza zigzag, yaani lazima atakuwa amelenga mnyama mmoja tu. Unahitaji pia ufunuo wa Roho, unahitaji ufunuo kutoka Roho Mtakatifu katika kuweka na kufikia lengo kuu hilo. Ukisoma The Passion Translation, andiko hilo linakupa tafsiri nzuri zaidi, ambayo inakuambia kwamba lazima uwe na ufunuo katika Roho Mtakatifu kwenye hiyo biashara unayofanya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwanaume maskini, ila tu ni wewe umeamua. Ni sasa na mtu mmoja amesema kwamba hakuna mlima sehemu yoyote isipokuwa wewe ni mjinga tu katika hilo eneo. Ile ukiondoa ujinga kwenye hilo eneo, ina maana hakuna mlima sehemu yoyote. Na hiyo biashara unayofanya sasa hivi wewe mwanaume, hiyo inaweza kukutajirisha. Ile unachohitaji tu ni kulenga na kuwa na mpango mkuu. What is your chief aim? Yaani lengo lako kuu ni nini kwenye kufanya hiyo biashara? Kwa hiyo ukishapata hilo jibu, basi unaweza ukaweka lengo kuu na ukafanikiwa katika the same business. Zingatia kwamba kuna ulinzi wa Mungu unapopata kufanya biashara Mungu aliyokuita kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kama hiyo biashara ulimuomba Mungu, kama baba yetu anavyotufundishaga hapa, ulimuomba Mungu akakupa hiyo biashara, basi Mungu atakuonyesha na njia ya kuifuata na atakukutanisha na watu sahihi kwenye hiyo biashara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo nilikuwa nazungumzia ni kile kipengele cha kuweka lengo kuu. Kwa hiyo ili ufanikiwe lazima uwe na lengo kuu na liwe limeandikwa.
Sio lazima liwe na maandiko makaratasi mengi. Unaweza kuwa umeandika tu, mwaka huu ninataka lengo langu kuu ni kupata milioni 625 au bilioni 1 au milioni 50 au milioni 10. Basi unaandika kwenye notebook yako kwamba hilo ndio lengo lako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye lengo kuu nataka nikuonyeshe, mimi kadi nimetengeneza nafikiri kama miaka 3 hivi 4. Kiasi nilichoandika hapa ni kikubwa kidogo kwa sababu kuna mchungaji fulani hapa Beseli wakati fulani aliniambiaga, sasa wewe vijana utawaharibu, unawafundisha vitu makubwa makubwa. Sema sasa, si Mungu wetu ni mkubwa, sasa kwa nini uwaze kidogo? Uwaze na mawazo ya kuku, tunasemaga mawazo ya kuku. Uwaze mambo makubwa. Sasa mimi nimeandika kadi yangu na nimeweka andiko langu huku na niliprint nikae huko. Kwa hiyo inakaa kwenye pochi yangu hapa. Hii kadi yangu inasema hivi: I am so happy and grateful now that I am winning 2.5 billion. That truth is clearly imaged in my conscious mind. It is effectively planted through constant spaced repetition in my subconscious emotional mind. Therefore, it is presently moving into physical form. Kwa hiyo kuna maandiko yangu limeweka huko. Kwa hiyo mimi lengo langu ni 2.5 bilioni kwa mwaka revenue. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hilo ni lengo langu mimi, natembea nalo kwenye kadi yangu mimi hapa, na muamini Mungu kila siku. Kwa hiyo baba yetu akisemaga tauni malengoni muombe, mimi naombeaga tu kadi yangu hapa, namaliza narudisha huko. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hili ndio lengo langu kubwa, my chief aim. Kwa hiyo kila ninachofanya nalenga kwenye ile lengo langu kubwa. Kwa hiyo mwaka huu nikipata labda milioni 100, nini, namshukuru Mungu kwamba naendelea kuendelea kwenye hiyo pesa. Kwa hiyo kwenye akili yangu nakuwa naiona hiyo pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho ninachojaribu kukueleza hapa. Kitu cha pili, mpangilio, planning. Kwa Wasukuma wanasema hivyo. Planning. I know where I'm going but how do I get there? Hiyo ni swali la kujiuliza. Eneo hili la kuweka mpango ni hatua ya kufikiria au kutafakari namna ya kufikia malengo, maono yako. Hapa nilitumia neno la Biblia translation ya Passion pia, Misali 24 mstari wa 3 mpaka wa 4. Inasema wise people are builders. They build families. Tumefundishwa mambo ya familia hapa. They build businesses, communities, and through intelligence, insight, their enterprises are established and endure. Sasa tungeweka ile ya Kiswahili, sijui nasemaje, lakini hapa nasema watu wenye hekima, na mwaka huu ni mwaka wa hekima na maarifa. Kwamba watu wenye hekima, nafikiri tuweke ile andiko kwa Kiswahili, hiyo Misali 24 mstari wa 3. Nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu uthibitika. Sasa toa neno nyumba, andika biashara yangu hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu uthibitika. Alafu ni ukisha kuwa na mpangilio au planning, ni sawa na kuwa na ramani unapokuwa polini. Yaani ramani unazungumzia ni ile ramani inayokuonyesha njia. Unajua ulimwengu wa biashara ni kama umeingia kwenye poli fulani hivi. Sasa usipokuwa na ramani ya kupita kwenye hilo poli, ina maana utapotelea humo polini. It is like a map in the jungle. Yaani unakuwa na ramani. Kwa hiyo mpango unakusaidia kuelekeza rasilimali muhimu kufikia lengo kuu unalolilenga kulifikia. Kila mwanaume aliyefanikiwa ana muda maalumu na mzuri wa kufikiri. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kufanikiwa, lazima uwe na muda mzuri wa kufikiri. Quality time of thinking. Yaani lazima ufikirie kwamba hicho unachofanya kinasogea au kimestaki au kinarudi nyuma. Lazima utenge muda wa kufikiria. Kila lengo kuu linafikiwa kwa mipango ya hekima na umakini kwa kutumia akili na taarifa sahihi. Kushindwa kuweka mpango ni kupanga kuwa maskini. Utashindwa kwa jina la Yesu. Utashindwa kwa jina la Yesu. Swala lingine ni mgawanyo kazi. Yaani kama unafanya biashara au unataka kufikia malengo, na tunaposema biashara sina maana ya kwamba labda
kama hizi biashara zingine, kila mmoja kuna kitu Mungu amemuitia. So chochote kile unachofanya, that is your business. Bwana Yesu asifiwe. Hata uchungaji ni biashara. Biashara yake anatuongoza sisi twende mbinguni, tujae Roho Mtakatifu, tuwe raia wema. That is a business. Na business yote ukifanya vizuri au biashara yote ukifanya vizuri inapata faida. Kwa hiyo faida ya mchungaji au kiongozi wa kiroho ni washirika wawe raia wema, afu waende mbinguni, wabadilishe jamii inayowazunguka. Sasa ni biashara pia na yenyewe. Kwa mpango na kila lengo kuu linafikiwa kwa mipango ya hekima na umakini, kwa kutumia akili na taarifa sahihi. Kitu kingine ni mgawanyo kazi. Mgawanyo kazi naita ni programming. Sasa tunaposema mgawanyo kazi, kwa mfano tunasema kwamba kwa lugha nyingine ya huko wanakotumiaga wanasema kwamba jinsi ya kumla tembo, kwamba una lengo la kufikia let's say milioni 1, lakini wewe hujawahi kukamata hata shilingi 10,000. Kwa hiyo sasa unaweka mgawanyo kazi, tunaita programming, kwamba nitafikiaje ili lengo kuu nitalifikiaje. Kwa hiyo unagawanya majukumu yako kwenye vipengele vidogo vidogo ili kwa ajili ya kufikia hilo lengo kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya kuweka mpango pale juu, baada ya kuweka mpangilio au planning ya kufanya mpangilio, unaweka mpangilio wa muda sambamba shughuli unahitajika katika mpango muda na shughuli katika kufikia lengo kuu. Unatakiwa sasa kuweka muda na nyenzo unazohitaji kufikia lengo kuu unalolenga. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume tupo? Wangapi wanataka kuwa mamilionea hapa? Sawa. Naomba tusome Mhubiri sura ya 10:15. Mhubiri 10:15. Kazi yao wapumbavu wachosha kila mmoja, maana hajui hata njia ya kuuendea mji. Sasa wewe sio mpumbavu kwa jina la Yesu. Wewe una akili kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hilo andiko nimeliweka hapo, sina maana ya kwamba kukudhalilisha kwamba ni mpumbavu, no. Nilikuwa namaanisha kwamba usipokuwa na programming au mgawanyo kazi ili kufikia lengo kuu, ina maana utasumbuka sana kufikia hilo lengo, kwa sababu huna mpango, yani huna ile ramani ya kufikia hicho kitu. Yani lazima sasa ujue kwamba nataka kupata milioni 1, nianze kufanya saving, kwamba kila nikipata faida ya 10,000 nifanye saving, niweke akiba mpaka nifikie lengo langu la kile kitu ninachokitaka. Kwa hiyo unafikiaje? Unaweka majukumu madogo madogo. Lakini usipojua, ndio hapo sasa unasikiaga lawama kwamba sina mtaji, sina hiki, sijui maisha magumu na nini. Wewe utakiwa tu ukae chini, kwa sababu uwezo wa kuwa tajiri au wa kupata mali, tumeambiwa katika Kumbukumbu la Torati kwamba Mungu atatupa nguvu za kupata utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ziko ndani yetu, wala haziko kwa mtu yoyote, isipokuwa wewe unatakiwa utoke kwenye hiyo njia yako. Bwana Yesu asifiwe. Wazungu wanasema get out of your own way. Yani wewe umesimama katikati ya njia. Yani wewe unajizuia wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? Hujaruhusu. Andiko la mwaka huu hapa Betheli tunasema pokea hekima na maarifa ya Mungu. Kwa hiyo upokee tu hekima. Na hekima, ndugu zanguni, nilikuwa nafuatilia kipindi fulani, nilikuwa nijaribu kufuatilia maisha ya Mfalme Solomon. Tunamsoma kwenye Biblia. Tunaambiwa kwamba alitoa sadaka na Mungu akamtokea usiku akamwambia omba chochote nitakupa. Akasema mimi naomba tu hekima, na akapewa. Lakini wasomi wa Biblia wanasema, wanafunzi wa Biblia, theologian, wanasema kwamba sio kwamba hekima Mungu alivyoitamka ilikuja automatic, alivyoamka asubuhi akawa na hekima. No.
alianza kula magombo. Wanasema alikuwa anasoma vitabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huku mbele nitakueleza kwamba lazima usome vitu kutokana na field yako wewe. Kwa mfano, hii tunayofundishwa na baba yetu hapa kwamba pokea hekima na maarifa haiji automatic tu. Lazima uwe na muda wa kusoma vitabu vinavyofundisha kufanya biashara vizuri kwenye hiyo biashara unayoifanya. Kwa mfano mimi niko engaged kwenye biashara tuseme ya software. Kwa hiyo nasoma vitu vingi vinavyohusiana na watu waliofanikiwa kwenye eneo la software. Makampuni yao wamefanyaje ili kufanikiwa kwenye eneo la software. Hiyo marketplace nayoifanya ya nunuadubai.com unaweza ukaifungua hapo. Nunuadubai.com mimi nimewasoma wakina Jeff Bezos, sio wakina napenda zaidi kumsoma Jack Ma jinsi alivyoanza na nini. Kwa hiyo unasoma kwa sababu unavyowasoma wale wanakuokolea muda. Yaani kuna challenge walizozipitia ukisoma wao wewe hutazipitia kwa sababu tayari umeshajifunza kutoka kwao. Kwa mfano, labda nikupe mfano wa ndani ya kanisa sasa. Mimi asili nikitaka kuwa mchungaji mzuri, najifunza tu kwa babangu hapa. Nikimfuata ofisini namwambia baba hapo ulifanyaje na nini makosa ataniambia hili nilikosea. Kwa hiyo mimi nikianzisha huduma sitafanya hiyo makosa aliyoyafanya yeye kwa sababu tayari ameshanipa information. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio kazi ya programming au mgawanyo kazi. Lazima upate the right information. Bwana Yesu asifiwe. Hata genius aliyefanikiwa tunaambiwa 10% ni inspiration na 90% ni perspiration. Hawazuki tu siku moja na kusema sasa mimi leo ni genius. No. Kwa hiyo lazima asome. Wewe utasema kwamba mambo ya wasomi ni wasomi. No. Hata mimi sijasoma sana. Hata mimi sijasoma lakini maisha yananipushi nisome. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, ngoja nikupe ushuhuda ambao ni halali kidogo ambao ni live Kwenye hiyo biashara nunua Dubai e-commerce mwaka jana ujuzi nilialikwa na kampuni moja hapa kubwa tu. Waliniambia niende tu kwenye hafla kama mimi nilifanya integration ya kitu fulani kwenye system yangu. Kwa hiyo siku moja wakanipigia simu wakaniambia Zakaria uko wapi, tunakuomba uje hapa Grand Melia, tuna hafla tu nikula tu na kunywa tu na kufahamiana basi. Kwa hiyo mimi kweli nikaja nikaenda na mke wangu pale. Sasa wakati tunatambulishana na kuna simu najitambulisha na mimi nikatambulisha kitu ninachofanya. Kwa hiyo baadaye wale baadhi ya wakubwa ile taasisi wakanifuata wakaniambia tumependa hicho kitu unachokifanya, kwa hiyo tungependa tuongee. Kwa hiyo tuliongea nao. Sasa mimi nikajua si Bwana Yesu ameleta wawekezaji. Kwa hiyo naenda kutoka. Sasa nikawa naangalia ile programming yangu ambayo niko nayo, mpangilio kazi nilionao kwamba wanafiti. Lakini tulivyoendelea nikaja kugundua nitaingia kwenye matatizo makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nilipewa ofa, walinipa ofa ya kununua nunua Dubai. Nafikiri ilikuwa na mwaka mmoja, walinipa ofa ya kuinunua ile kampuni kwa $500,000. Sasa kadri nilivyokuwa nikiendelea kuongea nao na hisi nakuwa kama depressed. Sasa nilikuwa namwambia mke wangu hii ni nini? Kwa sasa ndio hapo tunasema sasa kwamba sisi tuliookoka lazima pia umuombe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilikuja kugundua ni short kwamba kwa sababu mimi niliwaambiaje niko tayari kuwauzia lakini mimi sitakuwa part of the company, lakini wakaniambia hapana, unatuuzia na wewe ndio utakuwa mtendaji mkuu na tutakupatia nyumba Dubai utakaa pale. Sasa nikasema sasa nakuwa mtumwa sasa. Kwa hiyo at the end of the day niliachana ile deal kwa sababu niliona kuna vitu vingi hapa siwezi kuvitaja. Niliona viko sawa, nilikuwa nikaachana nayo. Lakini hiyo yote ilinipelekea kujifunza kwamba Roho Mtakatifu anaweza kukuepusha na kitu kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba sio kila biashara, fursa ya biashara kwamba unaweza ukaifuata na kwamba kwa sababu unataka utajiri wa haraka. Kwa sababu mimi na lengo langu hapa la bilioni 2.5 ningesema hii deal imeshakuja tunamaliza biashara naingiza hela zangu mfukoni na tulia. Labda hata sasa hivi ningekuwa Dubai kule, lakini ningekuwa kama mateka. Kwa hiyo ni muhimu sana
Unapokuwa na lengo kuu, unakuwa umeweka na planning na unakuwa na programming, ile mpango kazi wako unakusaidia wewe kuepuka na vitu vingine kwa sababu vinakuta haviko kwenye mpango kazi wako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine cha kujifunza hapo ni cha kingine nimekiandika kama fukuzia. Sijajua Kiswahili chake vizuri. Kufukuzia kwamba una lengo kuu, una mpangilio, umefanya mgawanyo kazi, programming. Sasa unafanya pursuit, unafukuzia. Baada ya mpango wa lengo kuu na mgawanyo kazi, sasa kinachofuata ni hatua. Only players win the prize. Habakuki 2:2 na Wakorinto wa kwanza 9:24. Maono malengo yanatimia kwa wakimbiaji na sio wenye maneno na visingizio. Maisha ni mbio na wakimbiaji ndio wanakula kuku. Nimetumia neno la kula kuku lakini nilikuwa namaanisha ni wale wanaofikia zile hatima zao za kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Tahadhari. Katika kufukuzia lengo kuu ulilojiwekea, unatakiwa kuelewa kwamba kuna sheria ya ugumu, hardness law au taabu. Usifikiri kwamba ukisema, na usiweke lengo dogo sana, kwa sababu mimi huwa naamini siku zote kuna kitu kinaitwa, nilikuwa nasoma kitabu cha Tony Robbins, anasema kwamba kuna kitu kinaitwa metaphor. The God, yani anasema ni Mungu alisahau hiyo nyenzo iko ndani yako. Yani amesahau nyenzo ya uumbaji iko ndani yako. Yani Mungu alipokuwa anaumba hicho kifaa kakisahau ndani yako. Kila mmoja anacho hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema hiyo nyenzo ya uumbaji iko ndani yako. Kwa hiyo umekalia mamilioni yako huko tu ndani hapo. Yaani wewe unalalamikia serikali, sijui nani. Wewe unazo hela hapo ndani, hujaamua tu kuzitumia. Yaani hapo ndani ya tumbo lako ziko. Kwa hiyo metaphor ni kifaa ambacho Mungu ametuachia. Ndio maana hata hapa tukimwamini Mungu na tukaliamini neno lake ukaomba, uponyaji unatokea kwa sababu hicho kitu kiko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tahadhari. Katika kufukuzia lengo kuu ulilojiwekea, unatakiwa kuelewa kwamba kuna sheria ya ugumu, hardness law au tabu. Timotheo wa 2:3. Overcome every form of evil as a victorious soldier of Jesus the anointed one. Nimesoma andiko kutoka The Passion. Kwamba kuna tabu zitatokea wakati unafukuzia malengo yako ya biashara yako au ya uchumi wako. Kwa hizo tabu lazima ujue kukabiliana nazo, zisikukatishe tamaa. Kufanikiwa katika maisha ni lazima kuitikia kwa changamoto zitakazoletwa na lengo kuu unalotaka kulifikia. Kila utukufu unatanguliwa na majira ya masumbufu. Kwa hiyo sije ukafikiri tu kwamba itakuja yani kama tunavyoongea hivi. Kwa hiyo utakutana na changamoto, na tunaambiwa na kila ndoto ina bei yake. Ukitaka kujua bei ya ndoto ya baba yetu askofu hapa, weka kaeneo muulize ili alilijengaje, alafu uone kasheshe. Kwa hiyo ni gharama naye alilipa. Yumkini alikuwa anafunga kila siku 40 na nini, sisi washirika tuelewe kama asivi tunavyofanya hapa kupanua mipaka. Kwa hiyo ni gharama pia tunalipa, tunaomba, tunasema na nini, vitu kama hivyo. Responsibility is responding to ability God given you. Yani kuna responsibility, una respond, unaitikia, yani majukumu unaitikia uwezo Mungu alioweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. You are responding to ability ambayo Mungu amekupatia. Wakorinto wa kwanza 9:25-27. Wanaume wenye malengo hawabaki kusema ipo siku, I wish, lakini wanafanya kazi. Nafikiri hicho kitu kimezungumzwa sana wahubiri waliotangulia hapa. Kwamba kazi lazima ufanye. I know that things won't happen until I make them happen by working. Kwa hiyo lazima tufanye kazi. Kufanya kazi hatukwepi. Kuna mtumishi wa mmoja wa Mungu namsikiaga anasemaga, siku nikikukuta kanisani kwangu unaombaomba saa za kazi na nini, piga fimbo toa nje kabisa, yani kafanye. Kwa hiyo lazima ufanye kazi. Until you are ready for the sweat, you are not set for the sweet.
Yaani mpaka jasho likutoke ndio upate ule utamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo no software Christian, we must work. Hakuna software, yani hakunaga Ukristo wa kisoftware kama sisi tunavyosema kuna mambo ya social media. Mimi ni Mkristo, hamnaga hiyo. Hamnaga digital Christian. Lazima ufanye kazi. Kwa sababu mwisho wa siku tukija kanisani, kanisa wanataka sadaka. Sasa usipofanya kazi hela tutapata wapi? Si lazima ufanye kazi. Na Mungu anakubariki unapo invest. Yaani huwezi kuvuna usipokuwa umepanda. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ni marejeo, reviews au revision. Eneo hili ni muhimu sana unapokuwa unafanya kazi kuelekea lengo kuu, your chief aim. Hapa inahusisha kufanya tathmini kila siku, wiki au kila jioni. Kwa mfano, nimeweka lengo la kufikisha la kupata milioni 1 kwa mwaka 2026. Sasa kila ninaporudi nyumbani jioni naangalia, hivi napiga progress kuipata hiyo milioni 1 au nimestaki. Kwa hiyo unafanya tathmini. Tulivyokuwa tunasoma shuleni tunaambiwa kwamba kuna marudio. Sekondari tunaambiwa kuna revision. Si ndio revision zenyewe sasa unaanza kufanya revision ya mipango yako uliyojiwekea wewe mwenyewe. Yaani unakuwa na ile self accountability ya kwako mwenyewe. Kwa mfano, mtu aliyefanya tathmini, nafikiri mtumishi mmoja alimtaja hapa, ni Luka 15:14, yule mwana mpotevu, prodigal son. Huyu prodigal son aliweka ile appraisal and review ambayo ilimpelekea yeye kurejea kwenye ule utu wake wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Luka hiyo 14 alipokuwa amekwisha tumia vyote, hiyo ukisoma hiyo Luka utaona kwamba yule mwana aliyeomba ulisi akaenda akatapanya mali zake, alikaa na serikali yake na bodi yake, bodi member wake, kwa maana ya akili yake, nafsi yake, akakaa chini akafanya tathmini kwamba hivi malengo nilikuwa nimeweka si yamevurugika, hela si nimekula. Sasa ile bodi yake, member wake wakamshauri, bana turudi kwa baba kule nyumbani, afadhali nilikuwa mfanya kazi kule. Kwa hiyo akarudi. So it is appraisal that begets progress. It is review that guarantee enhances the results. Kwa hiyo lazima ufanye ile appraisal ya maisha yako kwamba hiyo biashara unayoifanya sasa hivi toka umeanza kuifanya imekupa faida, imekusaidia, kuna kitu umefanya kutoka kwenye hiyo biashara. Unajua wa biashara, kitu kingine labda niongezee hapo japo sijakiandika hapa. Biashara sio wito wa kiroho kama wa kiroho. Ni wito tu wa kiroho, yani ile kuwa mchungaji, mtumishi full time, ndio huo huwezi kubadilisha kama Mungu amekuita. Lakini mimi nikiitwa kufanya biashara ya kuuza machungwa, huo ni uchaguzi. Naweza nikamwambia Mungu asivi nataka nibadilishe, na Mungu akakuitikia na akakubariki katika ile eneo, madam tu amesema na wewe. Kwa hiyo biashara unaweza kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kingine ni kung'ang'ana, perseverance. Kung'ang'ana ni muhimu sana kwa sababu maono au lengo kuu litasema mwishoni. Habakuki 2:3. Kuna yeyote anapata kitu cha kumsaidia? Amen. Kwa hiyo kung'ang'ana ni muhimu sana kwa sababu unavyofukuzia lengo au unavyofanya biashara unakutana na masumbufu mengi. Yako mengi tu. Wewe kama unafanya biashara unaweza ukajua. Unataka kuelewa unaweza kumuuliza ndugu yangu Wile pale, anakutana masumbufu mengi tu. Lakini anang'ang'ana, upo unaendelea na biashara. Cha mwisho kabisa ambacho ni muhimu ni msifu Bwana. Yaani baada ya kufanya yote, jenga tabia ya kumsifu Bwana. Kusifia chanzo chako cha baraka huachilia mlipuko wa nguvu za akili na mafunuo ya kufikia lengo au malengo yako. Najua wewe unaweza kuwa na msifu sa Mungu, namwambia wewe ni mtunza maagano, hujawahi kushindwa, unamsifu katika malengo ambayo wewe Mungu amekupatia kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusoma Zaburi ya 127 mstari wa 1. Naomba kukaribisha maswali
swali unaweza ukauliza katika eneo lolote, au kama una nyongeza unaweza ukaongeza katika eneo lolote, kwa sababu sisi wote ni wanaume hapa tunajifunza. Mimi nimekupa tu vichache vile ambavyo Mungu amenipa kibali leo kuvileta mbele zako. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza. Karibishe maswali kama dakika 5 hivi au tuendelee. Amen. Bwana asifiwe mwalimu. Mimi swali langu ni moja tu. Yeah. Umejiwekea malengo kama ulivyotupa mfano wako wewe mwenyewe wa bilioni 2.5 labda kwa mwaka au kwa miaka 3 au kwa miaka 5 au kwa miaka 10. Je, unajua hata mkulima anasema unalima lakini kuna kupata na kuna kukosa. Umemwomba Mungu, umejitahidi, umefanya bidii, umefanya haya yote ambao umetufundisha. Lengo limekataa kufikia, au hicho kiwango kimekataa kufikia. Nini kifanyike? Amen. Mwenye majibu hapo tunaomba tusaidiane. Kabla mimi sijajibu. Umeweka lengo kuu alafu yamekataa kufikia, nini kifanyike? Karibu. Kuna mkono hapo nyuma. Asante sana. Nafikiri mwalimu ameelezea kwenye moja ya vipengele pale marejeo. Maana kama lengo limegoma hilo, unatakiwa kurejelea, uangalie wapi umekwama, ili uone kama unaweza ukaendelea na hilo lengo ama ukabadilisha. Kwa hiyo lazima kila mara unafanya reviews kuona unachokifanya kinaweza kwenda ama hakiwezi kwenda. Lakini nilitaka kuongezea tu kitu kidogo mwalimu. Karibu. Kuna changamoto moja, mara nyingi watu tunaofanya biashara tunapenda sana, yani ni watu wa kuahirisha. Yani anatamani kufanya alafu anaahirisha, unatamani kufanya unaahirisha. Nafikiri hilo ni kikwazo pia cha watu wengi kufanya maamuzi ya kusogea mbele, kuahirisha ama kubadilisha kitu kabla hata hakijamachua, hakijakomaa. Yani anafika tu katikati, hajapata, yani ameshaona kaugumu kidogo, anabadilisha. Sasa kila mara unapokuwa unabadilisha uwezo ukasogea. Lakini lingine nafikiri nasisitiza tu kwenye kutaka kujifunza kabla hata hujafanya kitu chochote. Najua watu tunawaza mtaji kwanza, lakini mtaji waga ni wa mwisho kabla ya kusoma na kujifunza, na ikikulazimu kuingia gharama kujifunza, kwa sababu kuna vitu vingi. Hata kabla ya kwenda huko mbali alikoenda mwalimu wetu, amefika China wapi, wengine tunatakiwa kujifunza hapa Tanzania. Kuna vitu vingi vya kujifunza kabla hata hujaenda huko mbali, uweze kujua changamoto ni zipi. Mimi natolea mfano tu mmoja. Niliwahi kufanya biashara ya mbao. Swala sio kufanya biashara ya mbao, unafanya wakati gani? Nilienda nikanunua mbao wakati wa mvua kama saa hizi. Sasa lori ile semi-trailer moja kununua unaweza ukachukua pisi 4,500 wakati wa kiangazi. Lakini wakati wa masika lori hilo unachukua pisi 3,100 mpaka 3,000. Sasa si unaona, kama usipotaka kujifunza kujua changamoto hizo, na lori lile gharama ya usafirishaji ni ule. Kama ni milioni 4 ni milioni 4. Kwa hiyo uchague, ubebe pisi 3,000 kwa milioni 4 wakati wa masika, ama ukanunue wakati wa kiangazi pisi 4,500 kwa bei ile. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unahitaji kujifunza mtu unapotaka kufanya biashara, na ikiwezekana upoteze ili upate kujifunza. Ukiumia kidogo unaweza kupata maarifa zaidi. Asante sana. Amen. Pigie makofi mtumishi. Amen. Labda kwa kuongezea tu ni kwamba karibu. Karibu. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuongezea tu ni kwamba kwenye Biblia kuna
Karibu tuendelee afu nani. Sio kwamba unajibu kwanza? Nisijibu, alishawajibu swali yeye. Jibu tuongezea maelezo yako. Mimi nina swali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona kama labda nilikuwa sijaielewa because ulitumia English ambao nadhani ya kibiashara zaidi. But swali langu ni kwamba we need an advice kwamba kwa sisi ambao labda tunapokea mshahara tunakuwa we are very poor, so tunasaidikaje sasa ili tuanze kuinvest, tutoke kwenye one step kwenda nyingine? Kwa sababu kama umeanza kutoka kuwa mlinzi mpaka ulipofika, it means kwamba umeinvest. Sasa sisi hawa ambao wafanyakazi wanaotegemea mshahara tutatokaje kule ili tufike kwenye malengo haya? Amen. Sasa sijui najibu ili nisisahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kuna kitu ambacho kwa ajili ya muda niliogopa kuandika vitu vingi hapa, kwa hiyo nimejaribu kusummarize na imenipa tabu sana kuformulate hili somo. Sababu nilitamani kuna kitu tunasema mimi nafanya, kuna kitu tunasema self development, yani kwamba mimi nasoma kila siku, nasoma, yani nasoma na napenda kusoma vitabu. Kwa hiyo kuna kitu fulani ambacho kimekuwa kikaziwa sana hapa na watu tunakichukuliaga casual kwamba fungu la 10. Fungu la 10 sio kwamba nimeanza sasa kuanza kutetea kanisa, hapana. Yaani fungu la 10 ni mojawapo ya kitu cha kwanza kabisa kwa mfanyabiashara yoyote anatakiwa akifanye. Yaani kwamba unapotoa fungu la 10 mbingu zako zinakuwa wazi. Unapotoa sadaka kama hii ambayo CMF ametuambia hapa, baadhi wanaseolojia wanasema kwamba unaanza kujaza vitu kwenye mawingu yako kule. Kwa hiyo wingu linapokuwa jeusi, mvua zinaanza kushuka. Sasa mvua ikianza kushuka, afu anga limefungwa, na maji zinabaki kule kule. Lakini kama ulishatoa fungu la 10, unajua inaitwa Betheli Tunafahamu huko Betheli hapa. Unajua chimbuko la maana ya Betheli? Ukisoma kule Mwanzo naambiwa kwamba Yakobo alipokuwa anamkimbia ndugu yake Esau walilala kwenye mlima Betheli. Soma ile Mwanzo sio ngapi pale. Na mbingu zikafunguka, akaona malaika wanapanda na kushuka hapo kuna ngazi ndio inaitwa mahali Betheli. Sasa ndio hapo ulipokaa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa unapotoa fungu la 10, ufahamu wako unafunguka. Nisiende huko kwenye mambo mengine. Ufahamu wako kwanza, akili yako inafunguka. Ikishafunguka automatic huko ndani yako tu wewe unaanza kupata akili tofauti na wewe mwingine. Ndio kazi ya fungu la 10. Yaani ufahamu wako unabadilishwa. Nachokueleza sio kwamba ninakueleza sio. Mimi nakueleza kitu ambacho mimi kinanitokea ninapotoaga fungu la 10. Napataga mawazo mengi. Pale kipindi fulani unamfuataga baba hapa anasema, "Mbona una mawazo mengi? Unataka kufanya lipi sasa?" Yale yanakuja mengi mpaka unachanganyikiwa. Kwa hiyo ufunguo wa kwanza ni fungu la 10. Kitu cha pili ni hizo sasa sadaka tunazotoa ndio zinaamuru baraka zije kwako. Na Mungu anaweza akabariki kuanzia mimi mshahara wangu wa kwanza nilikuwa nalipa shilingi 80,000. Mzee wangu Mbila yule pale Mashahidi tulikuwa na kanaji. Kwa mshahara wangu wa kwanza ulikuwa ni mdogo sana, lakini ulikuwa unanitosha mpaka mwisho wa mwezi. Na kupitia huo mshahara nikaanza kujisomesha masomo ya kompyuta. Kuna jamaa wanajitaga University of Dar es Salaam. Walikuwa kipindi kile walikuwa Sakina kule, kwa nilikuwa naenda kusoma kupitia huo mshahara wangu huo mdogo. Nikasoma na baadaye nilikuwa namsumbua sana baba, anamwambia nataka niache kazi. Anasema sasa ukiacha kazi utafanya nini? Kwa hiyo nikaachaga tu kwa imani, lakini kwa ajili ya fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa mfanyakazi lazima Mungu atasema na wewe uanzishe biashara nyingine pembeni huku unafanya kazi. Unajua watu wengi wanakurupukaga nasema basi naacha kazi. Wewe fanya kazi, anzisha biashara yako ndogo, halafu fanya kitu alichofanya Abraham ambacho sisi nafikiri hata Bethel kama wanakifanya ni mtu binafsi anafanya kwa matakwa yake mwenyewe, tunaita corporate ties. Yaani kwamba mimi nafanya biashara, mwisho wa mwaka napiga hesabu kama tunapofanya mahesabu ya auditing. TRA kule ukienda wanakuambia
mwaka huu na siku hizi kuna mashine ile FD. Kwa hiyo unahitaji hata kumdanganya afisa wa TRA, yeye ana command tu, kuna anaangalia matanova yake anayaona yote. Kwa hiyo sasa unamwambia Mungu kwamba mimi nimepata faida mwaka huu milioni 10 kwenye faida yangu ambayo natakiwa nilipie TRA kodi 30%. Sasa kama TRA unalipa kodi 70% ya net profit ya kwako wewe, yani unalipa 30% ya faida ulioipata TRA serikalini. Sasa kwa nini usitoe 10% ya hiyo faida ya kampuni yako ukamtolea Mungu? Kwa hiyo ukifanya hivyo automatic Mungu ataleta watu kwa namna, atakubariki kwa namna yeye Mungu anavyojua. Kwa sababu mpangii Mungu nibariki kutokea kaskazini mashariki, yeye mwenyewe anavyojua atakubariki na kampuni yako itakuwa transformed kwenda kuwa kampuni nyingine. Au anaweza labda nikupe ushuhuda mmoja kwamba kuna mtu mmoja sehemu fulani alikuwa bilionea kwa kuuza mchanga. Sio mchanga tu tunaonaga hapa. Kwa hiyo inawezekana Mungu akakupa biashara ambayo iko hapa mjini na ukawa bilionea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama mshahara ndugu pale, kwa kujibu swali la ndugu pale kwamba yeye anafanya kazi, afanye nini ili aendelee kubarikiwa? Unaanzisha biashara nyingine wakati unaendelea kufanya kazi. Sababu kazi inakupa mtaji. Bwana Yesu asifiwe. Na ufanye nini kama lengo halijafikiwa? Kuna mtu hapa anaitwa Yabesi. Ukisoma Yabesi tunaambiwa alikuwa na heshima kuliko ndugu zake wote. Lakini ukisoma ukijifunza, ukimfuatilia Yabesi kama Yabesi, tunaambiwa kwamba alikuwa ni muombaji, lakini alikuwa ni mfanyakazi. Yaani alikuwa anapiga kazi balaa. Yaani huko anapiga player, huko anafanya kazi. Kwa hiyo vyote kwa pamoja alikuwa anavifanya. Lakini sisi sasa hivi hapa hizi nyakati za hivi karibuni unakuta Mkristo anakuambia namwamini Mungu, Mungu atanibariki tu. Atakubarikije? Lazima ufanye kitu, ufanye kazi. Na ukipata kazi uinvest kwa Mungu. Alafu sasa unafanya kazi, alafu unamdai Mungu, unamwambia sasa Mungu, huku nimetoa na hapa napiga kazi. Lazima Mungu atakubariki tu. Sijui kama nimejibu. Bwana Yesu asifiwe. Swali lingine au mchango afu ili niweze kuruhusu vipindi vingine viendelee. Amen. Karibu. Asante, na mimi nataka niulize swali. Umetoa mfano kwa habari ya biashara ulikuwa unaifanya na ukasema ulipofika katikati ukaona kwamba kuna namna ulikuwa unaelekea kuanguka. Sasa hayo ni biashara za nje. Kwa hapa Tanzania sasa watu wanaofanya biashara huwa haya yanatokea. Na inatokea hivyo kwa sababu uaminifu sasa kwa mazingira yetu, uaminifu umekuwa upo. Na hasa wafanya biashara kama wengine labda wadogo wakati mwingine unafanya jambo la una biashara inaanguka kabisa. Imetokea watu kutokuaminiana na mtaji unaondoka kabisa. Sasa mtu kama huyo sasa ameingia huko, mwanaume kuja kunyanyuka tena hapo sasa aanze kujiona yeye ni mwanaume aendelee mbele na kuwa ni shida. Mtu wa namna hiyo unamshauri nini? Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wanapenda pia kusoma story ya Daudi. Daudi kuna story kwenye Samuel kule, sikumbuki ni mstari wa ngapi, lakini Daudi alivyotoka vitani akakuta wake zake wote wamechukuliwa, nyumba zimechomwa moto. Ukisoma hiyo story nafikiri si Samuel wa kwanza au Samuel wa pili. Daudi na wale askari wake waliokuwa wanamzunguka pale, kwanza Biblia inasema kwamba wote wakalia sana mpaka nguvu zikaisha. Alafu zilipoisha wale jamaa wakasema sasa huyu jamaa ndio kiongozi wetu, sasa tumshughulikie. Yaani wake zetu, watoto, mali zimeenda. Lakini Biblia inatufundisha kwamba Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Akainuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nishawahi kupoteza pesa nyingi tu. Zaidi ya milioni 50 kwenye taasisi moja ya serikali hapa Tanzania. Kipindi pale marehemu Magufuli anaingia madarakani. Kwa hiyo na nikaingia kwenye matatizo makubwa sana. Kwa hiyo ningesema kwamba basi maisha yamevurugika nirudi kijijini, ningeweza kufanya hivyo, lakini nilimwamini Mungu nikaendelea na kufanya kazi mpaka sasa hivi nishasahau kama niliwahi kupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupoteza kwenye biashara ni kitu tu cha kawaida.
Yule jamaa wa Uingereza alikuwa yule jamaa anaitwa Bongozozo anasemaga hiyo ni ada umelipa ada shuleni ya kujifunza. Kwa hiyo hilo kosa halitatokea tena kwa sababu ada ulishalipa. Kwa mimi nililipa ada zaidi milioni 50, sijui milioni 50. Nililipa ada. Kwa sasa hivi nilipoteza hela kwa ajili ya mikataba kwa ajili ni kitu tu kama mkataba. Yaani kwenye mkataba nilioingia joint venture na kampuni ya Mavalua fulani hivi nikawafanya kazi yao. Walinichezea tu kwenye clause za kwenye mkataba. Kwa sasa hivi kwa sababu nilishalipa ada, kosa kama hilo haliwezi kujirudia tena, maana nimelipa ada kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanaume ukianguka chini, soma tu ile story ya Daudi, akalia sana, akajihurumia, afa akasema sasa hii hata haisaidii, ni ujinga tu. Hem, nyanyukeni twendeni bana tuwafuatilie hao jamaa. Kwa hiyo unanyanyuka, una fight kwa sababu ni mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume hashindwi. Mwanaume hajawahi kushindwa. Si mimi ni mfano hapa, nimesimama mbele yako. Siku moja nimesafiri huko nje ya nchi nikapoteaga. Nilipanda gari sasa nilipanda gari afu mji wanasema kwamba unaweza ukatekwa ukafanya nini, afu watu waongea hata Kiswahili, nikapotea. Sasa unafanyaje? Unaanza kulia, unafanya nini? Lakini unajitia moyo tu kwamba madam na Yesu hapa sipotei. Kwa hiyo na wewe nakutia moyo kwamba ukipata hasara unakaa chini, unatafakari, alafu unamuomba Mungu, alafu unamwambia sasa Mungu hapa nafanyaje? Natokaje hapa? Mungu anakupa jibu na unatoka pale. Usijihurumie. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na mke wangu kile kipindi tulipoteza tumelala njaa. Mtoto wangu hizo muya hapo alikuwa mdogo. Kwa hiyo mama yao anakorogea hata uji anaweka na chumvi humo. Ni maswaiba ambayo mimi nimepitia. Kwa hiyo wanakunywa na nini, tunalala tunaamka. Lakini nikaendelea kufight mpaka nikarudi kwa miguu yangu. Kwa hiyo inawezekana kupata loss, hiyo ni tuition fee. Unalipa tuition, unalipa ada. Ukishalipa ada hilo kosa halijirudii tena unless kama ufanye review au marejeo unapuyanga tu, hapo huwezi kujifunza. Kwa hiyo tatizo linakuja, unajifunza na unahakikisha halirudii tena. Kwa mfano mimi hilo tatizo halitarudia tena, labda tena lije kivingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi nakutia moyo kwamba inawezekana tukabadilisha uchumi wetu kwa kuweka malengo. Naomba tusimame. Cha mwisho kabisa, wakati ukiwa umesimama unatafakari, nakumbushwa hapa kuna sababu unaposoma vitu vingi unakuwa unajifunza. Nilikufuatilia community ya Wayahudi kwamba wanafanikiwaje kama Wayahudi. Kuna kitu wanasema wao kwamba the Jewish community is very tight. Yaani tight kwa maana hii. Tukisema tight ni kwa maana hii kwamba mimi ni Mbata, niko Beseli, kuna dili fulani imetokea kubwa. Sasa mtu wa kwanza kumshirikisha ni mpendwa. Naangalia mpendwa pale kanisani, hii kazi hii ni fundi bomba. Fundi bomba si yuko Beseli pale anaitwa John. Sasa John kuna kazi ya kutengeneza bomba. Mimi unakuta sio fundi bomba, lakini sasa kwa sababu ni dili imekuja kwangu ya kutengeneza kuinstall plumbing kwenye nyumba ya mtu, namuita mpendwa mwenzangu namwambia fulani njoo upige kazi hii. Na nafanya mimi nimefanya hivyo mara nyingi tu na watu wengine kama mzee wetu Pastor Joshua alikuwa anafundisha jioni hapa, anasema kwamba watu wengine wamesema bana Mbata shika hii nilifanya kazi, namwambia hiyo wewe katoe kanisani kule. Kwa hiyo sasa ninachojaribu kusema hapo ni nini? Na sisi tunaweza kama wanaume tunaweza kutengeneza community au jamii ambayo iko very tight. Kwamba wewe ukipata dili, unajua mimi naweza kufanya na ni mwaminifu, basi niambie nikafanye for my own terms. Yaani kwa maana nikisema own terms namaanisha kwamba mimi niingie makubaliano na huyo, kwa sababu mtu mwingine anasema kwamba nikimdhamini huyu anaweza asiwe mwaminifu. Mimi nakuonyesha, hata ukija kwangu nakuonyesha kazi, nakwambia huyu mtu anataka service hii. Kwa hiyo wewe kaongeeni kule, mimi sio mdhamini. Mdhamini ni kazi yako wewe na service unao provide wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi usiniletee hata 10%. Mimi siombagi 10% nikimpa Mkristo mwenzangu kazi. Namwambia wewe kapambane. Sasa inakuwaje? Wewe kubaliana na mteja. Mimi simeshakupa mteja.
Kwa hiyo ndio community inaweza kutusaidia sisi wanaume kusaidiana kiuchumi. Mimi naweza siwe na pesa za kukupa wewe kama mtaji, lakini mtaji wangu inaweza ikawa namfahamu mtu anahitaji huduma yako wewe ambao mimi sifanyi. Kwa hiyo mimi nakuunganisha kule, wewe elewana naye, pambana naye, piga mkataba naye, endelea na kazi. Ukipata hela, leta fungu la 10 hapa, toa CMF, toa umisheni, toa vitu gani, Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ningetamani kwamba tuombeane, tutashikana wanaume mikono, tuombeane kwamba muombee jirani yako kwamba Mungu ampe hekima na maarifa, kwa sababu ni mwaka wa hekima na maarifa, ili akaweze kujua jinsi gani ya kufanya hicho Mungu alichomuita kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mshike mwanaume mwenzako mkono, muombee kama ambavyo wewe ambavyo ungeombea mahitaji yako, kwa sababu Abraham ni mfano wa maombezi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili ambalo umetufundisha. Kwa jina la Yesu Baba, na muinua mwanaume huyu na baba huyu mbele zako, nikisii Roho wako wa hekima na maarifa katika maisha yake, katika jina la Yesu. Fungua ufahamu wake, mpe maarifa mapya katika kufanya kazi. Kwa jina la Yesu, mpe uvuvio mpya na mafunuo katika biashara na kazi anayoifanya. Katika jina la Yesu, badilisha hatima yake, mpe hatima yenye utukufu. Kwa jina la Yesu, vile vikwazo vinavyosimama mbele yake tunavikemea na kuviondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu, vikapate kutoweka katika maisha yake, na yeye akawe mwanaume wa mfano katika familia yake na uchumi wake kwa ujumla. Kwa jina la Yesu, na yabariki maisha yake, na amebarikiwa hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu atubariki.